Eternal Father, I offer you the body and the blood. Mungu wangu imetukuza Jehova Mungu ambaye ameniwezesha nikafika katika hii TV ili nihubiri jina la Yesu Kristo. Wacha tuombe kwanza ndipo tuendelee na maneno. Baba wetu mtakatifu, tumekushukuru Muumba wetu. Tumeinua jina lako juu mtakatifu. Asante Jehova Rafa. Ya neno nataka nihubiri ni yako. Waonaji ni watu wako. Ufungua akili yao. Utoa matatizo na shida. Jehova wale wako na dhambi waokoe. Kwa hii neno ambayo nitaenda kuhubiri upake hii neno. Jina lako litukuzwe katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Wacha tuendelee na kusoma andiko ili tuhubiri. Ninaenda kwanza na Mwanzo 2:17 inasema ya kwamba walakini matunda ya miti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya miti huo utakufa hakika. Bwana Mungu akasema, si wema huyu mtu awe pekee. Nimeshukuru Jehova Mungu. Kupitia kitabu ambayo nimesoma inasema ya kwamba Mungu alionyi Adamu na Hawa ya kwamba wasikule matunda ya uwema na ubaya, matunda ambayo iko katikati ya shamba. Aliwaeleza ya kwamba kwa ukweli hakika utakapoikula utakufa. Sasa kile nataka niseme ni neno la fungu la 10. Fungu la 10 ndio nataka nisome. Ndio nataka niongee juu yake. Kuna vitu ambayo watu wanafanya hapa ulimwenguni ambayo haifai. Hata mbeleni mwake Jehova Mungu haizifai. Wanakula fungu la 10 la Mungu. Ndipo unaona watu wanakupigia simu, "Oh bishop, uniombe siku hizi ninafanya kazi lakini pesa yangu sijui nakimbia naenda wapi. Magonjwa nikipata pesa naenda hospitali. Sijui nini." Sababu watu wanakula fungu la 10 la Bwana. Agano nasema kwa hakika mkikula hiyo matunda ya kuonyesha ubaya na wema, kwa hakika mtakufa. Na hiyo ndio sababu sikisi kifo ni mingi. Watu wanakufa kama inzi ambayo wampigiwa dawa. Sababu wamepoteza fahamu. Sababu wamewacha njia zake Jehova Mungu. Agano nasema usikule hiyo matunda. Achana naye kabisa. Na watu wengi siku hizi wanakula matunda. Matunda ambayo wanakula ni fungu la 10. Unaweza kupata mtu amepata 1,000. Na 100 tu katikati ya hiyo 1,900 ni yako, 100 tu ndio ya Bwana. Mtu anaona tu ana credit ya simu. Inambidi aenda nunue na hiyo 100. Kama hajahesabu amebaki na 900. Hii 100 ya Mungu ndio anachukua. Mtu anaweza kukosa hata sabuni na kuna 1,000 anasema hii 100 ya Mungu hii ndio nichukue nunue na hii sabuni. Haifai. Fungu la 10 haifai ulipe hata hospitali. Fungu la 10 haifai utume kama fee. Fungu la 10 hata kama uko na matanga usitumie fungu la 10 kwa wafu. Fungu la 10 usinunue naye hata mboga kwako. Fungu la 10 usinunue naye hata nguo. Fungu la 10 usitumie. Tuma fungu la 10 kwa mwenyewe, kwa kanisa, kwa pastor, kwa bishop. Yani chukua fungu la 10 tumana ama uende naye. Usile fungu la 10 la Mungu. Wacha niingie kwa Mwanzo 3 inasema ya kwamba basi nyoka alikuwa mwerefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliyofanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke ati, hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti ya
miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya miti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msale wale msiguse msije kufa. Ati miti ambayo iko katikati ya shamba, matunda zote wakule, zote we kula kila kitu, kula tu vitu zako zote, lakini hii ya katikati, fungu la 10, tafadhali usikule. Mwanamke akajibu nyoka ya kwamba Mungu alisema tu ule zote matunda ambayo ziko hapa kwa shamba, lakini matunda ya katikati ya shamba, hiyo ni fungu la 10 katikati, 1/10, only 1, usikule. Sababu Mungu aliwanyoonyi ya kwamba mkikula mtakufa, mkijaribu kukula hiyo tunda yenyewe mtakufa. Mimi pia niko hapa nikuonya kwamba usiwe ukipenda kukula fungu la 10. Hiyo ndio sababu unafundisha watoto na hiyo pesa ya Mungu ya fungu la 10, na watoto wanaenda mwisho ya kwamba hawapati kazi, ama unawanunulia kazi, na hiyo kazi kuwanunulia haiwasaidii, na ikiwasaidia wanakunywa pombe, wanakuwa wasarati, wanakunywa hii madawa za kulevya, sababu uliwafundisha na pesa ambayo haifai utumie fungu la 10. Tunda zote kula, lakini ya katikati ya shamba usile. Peana Mungu mazao za kwanza, sio zile zimebaki, sio mabakio. Mazao za kwanza peana Mungu, usimpatie mabakio. Ukipeana Mungu mabakio, yeye pia atakupatia mabakio, lakini ukimpatia mazao ya kwanza mazuri, atakutadia vile umemtendea. Sababu gani? Imekataa tusile. Ati mzile hii miti. Kwa nini wewe unakula fungu la 10 ya Mungu? Saa zingine unakula msara yako 1120. Umekataa kutoa tu 12,000 upeane Mungu, ubaki na hizo zingine. Unabaki na 1,108. Hii ya Mungu ndio unaona siwezi nikatoa 12,000 nipeleke kwa kanisa. Ya nini? Sipeleki. Sisi zingine unakula tu 50,000. Unaona bajeti yako ni nyingi, unalipa deni sijui nini. Wewe ukatoa saka, wewe ukatoa fungu la 10. Hapa 50,000 ni 5,000 peke yake. 5,000 out of 50,000. Umekataa. Unakula tu fungu la 10. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamutakufa, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakanyokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Kuna wadanganyifu, waongo, wale hawataki uendelee, wale hawataki upeane fungu la 10, wale hawataki mlango yako ifunguke, wale hawataki uponywe, wale hawataki ubarikiwe. Wanakuambia tafadhali achana na fungu la 10. Alieleza mwanamke ati Mungu amejua kwa hakika mkikula hiyo mtakuwa mwerevu kama yeye, macho yenu itafunguliwa. So wewe pia unaweza kuelezwa hivyo. Fungu la 10 ya nini? Unapeleka ya nini? Wewe una shida, chukua hiyo pesa utumie. Mtu anaweza kudanganya vile nyoka alidanganya huyo mwanamke. Usikubali udanganyishwe, usikubali udanganywe, usikubali watu wakuonyeshe njia mbovu, njia isiyofaa kwa Mungu, njia inakupeleka jehanamu, njia inaleta maskini, inaleta kifo, njia ambayo inaleta matatizo, inaleta tabu, inaleta ugonjwa. Toa fungo la 10. Hivyo ndio vile agano inasema.
Usidanganywe. Marafiki watakudanganya, oh, hiyo lete tukunywe naye pombe. Oh, hiyo lete tupeane kwa wasichana marafiki zetu. Oh, hakuna haja ya kutumikia Mungu. Oh, hakuna haja kupeana Mungu. Oh, achana na hiyo maneno, watu wanakudanganya. Yeye ndiye anakudanganya, anataka ufirishishe. Ili vitu ambavyo ulikuwa unataka Mungu akufanyie, hata kufanyia sababu umekula fungu la 10. Mazao ya kwanza. Hata kama ni mshahara yako umepata, kile utafanya ya kwanza, chagua ile mazao ya kwanza, yani fungu yako la 10, weka kando. Ama kama umejua account number, tumana. Hata kama umejua namba ya yule unajua atakubariki, tuma. Alafu baki na zako, anza kutumikia, anza kutumia hiyo, kutumika hiyo mabaki ambayo imebaki. Lakini usijaribu kupeana Mungu mabaki. Wacha tuendelee na kusoma kitabu. Leo hii roho imenielekeza kwa hiyo tu. Usijaribu kukula, usipeane kwa dada yako ambaye ako na tabu, pesa yako unaweka, lakini fungu la 10 ndio unampatia aenda fanya nayo biashara. Hiyo ni nyingi sana, upeleki kwa Mungu. Usitumie kitu ya Mungu. Tuendelee na kusoma. Nitakukanya leo. Jaribu, anza kupeana mazao sio baki ya kwanza. Wacha tusome na wewe, tutaendelea polepole tu. Ati watu wanatumia fungu la 10 la Bwana. Nani amekuroga? Utatafuta yule amekuroga na utapata. Zile vibaya zitakujia wewe, utaona umeonewa. Ujaonewa. Ni wewe ndio umefuta matatizo sababu unakula fungu la 10. Wacha tuende kwa Kumbukumbu la Torati 14. Tuangalie kama matoleo ya fungu la 10 inafaa tutowe. Tuanzie aya ndogo 22, inasema ya kwamba usiache kutoa zaka za fungu la 10 katika maongeo yote ya mbegu zako yatakayo shamba mwako, yatokayo shamba mwako baada ya mwaka. Usijaribu kukula hata mazao ya shamba yako. Usijaribu. Toa fungu la 10. Kabla hujafanya, hata kabla hujakula, toa fungu la 10. Ningekuwa wewe, mimi ningehesabu ma lines. Sasa ninahesabu line 1 2 3 4 9, hizo ni zangu. Hii ya 10 nitapeana kwa Mungu. Situmii na shishiki. Ama nilete watu wa kanisa watoa wapeleke kwa kanisa. Usikule. Tafadhali usikule. Na wewe utakula mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapochagua apakalishe jina lake. Zake za nafaka zako na divai zako na mafuta zako na mazaliwa wa kwanza wa makundi yako ya ng'ombe na ya kondoo, ili upate kujivunza kumcha Bwana Mungu wako daima. Nimesikia sasa. Tukitoa fungu la 10 tutakuwa tumemcha Mungu. Kumcha Mungu ni mwanzo ya hekima. Usipopenda kutoa fungu la 10, hujamcha Mungu. Hata kama wewe ni pastor. Mapasta wengi, wachungaji wengi ambao nimejua hawatoi fungu la 10. Hata wakiuza vitu, hata kama ni wa biashara, hata kama ni wa Mbewa, kampuni ya sukari imechukua miwa yake akampatia pesa nyingi, hawatoi fungu la 10. Si watu peke yao, hata mapasta, yani wachungaji na mabishop wengi. Ninawakanya leo, musile fungu la 10 la Bwana. Kutoa fungu la 10 inamaanisha tumemcha Mungu. Usipotoa fungu la 10, hata kama wewe ni askofu, hujamcha Mungu. Hata kama wewe ni mchungaji, hujamcha Mungu. Hata kama wewe ni mhubiri, hujamcha Mungu. Lazima tuheshimu Mungu na fungu letu la 10. Toa
fungu lako la 10. Anza leo uone vile utabarikiwa. Anza leo. Hata ukianza na mimi nitakubariki. Anza leo uone vile utabarikiwa, 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 utabarikiwa mpaka ushinde. Utaweka zingine wapi? Ukitaka kuheshimu Mungu, toa fungu la 10. Usijaribu kujidanganya ya kwamba umeheshimu Mungu sababu wewe ni muimbaji. Hata wazimu wanaimbanga. Hata washarati wanaimbanga. Hata walevi wanaimbanga. Hiyo nyimbo yako sio kitu mbele ya Mungu. Heshimu Mungu na fungu lako la 10. Heshimu Mungu kwa fungu lako la 10. Wacha nisome tuendelee. Na njia ikiwa ndefu mno wewe ziweze kuzichukua, kwa kuwa mahali na mbali nawe mno atakapochagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake hapo atakapokubariki Bwana. Yani mtu akipeleka fungu la 10, Bwana atamubariki. Wacha kukumbuka, wacha kufikiria kwa yale ulitolea Mungu. Bwana Mungu atakubariki ukitoa fungu la 10. Atakubariki. Hivyo ndio vile agano inasema. Na zile fedha zitumie kwa chochote itakapotamani roho yako, ng'ombe au kondoo, uwa divai, uwa kilio, uwa roho yako itakacho kwako chochote, nawe utakula huko mbele za Bwana Mungu wako. Tena furahie wewe na nyumba wako na Mlawi aliye ndani ya mlango yako. Usimuache, kwani hana fungu wala urithi pamoja nawe. Kila mwaka. Wacha niendelee na kusoma. Bado ninaenda tu kusoma Kumbukumbu la Torati 12. Inasema ya kwamba inasema ya kwamba, angalieni, wala mfanyie hivyo Bwana Mungu wenu, lakini mahali atakapochagua Bwana Mungu wenu katika kibali zenyu zote, apeweke jina lake, maana ni makao yake. Alekezeni nyuso zenyu hapo, nawe uende huko. Pelekeni huko sadaka zenu za kutekelezwa na madhabahu zenyu na zaka zenyu na sadaka ya kuhimiliwa ya mkono yenu. Lazima mtapeleke fungu la 10 mbele ya Mungu. Hiyo ndio sababu nimekubali na makanisa ambayo ukipeleka fungu la 10 wanakupatia risiti, wanakupatia cheti ambayo inaonyesha kwamba mtu fulani alitoa fungu la 10 kiasi fulani. Sasa hiyo cheti itakusaidia kuonyesha Mungu. Kuna siku niliona mtu mwingine kwa kanisa letu alikuwa anatoanga fungu la 10 kila wakati. Lakini alikuwa anatembeanga kwa bahari, yani mtu wa biashara. Sasa siku nyingine alitoka mali yako aende kwa boma ingine na bahari. So walipokuwa katikati ya bahari, dhuruba, upepo kubwa, sulisuli ikakuja, ikaanza kushungusha chombo ambayo walikuwa wakitumia wakitembea naye. Ikabidi chombo ianguke na watu kwa maji mpaka chini ya chombo iangalie juu na mdomo ya chombo iangalie chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huyo mtu alikuwa anatembea na macheti chake, risiti zake za fungu la 10 kwa bagi yake. Sasa ile aliona chombo chao inaenda kuua watu, akaingiza mkono haraka kwa mfuko yake, akatoa marisiti, cheti chake cha fungu la 10, akazitoa zote, akaonyesha Mungu, Mungu, mimi nakutoleanga fungu la 10. Ikiwa tutakufa kwa hii bahari, mimi unikumbuke kwa kazi ambayo ninakufanyia. Risiti tu
mawaraka tu, cheti tu ndio alionyesha Mungu. Sasa hiyo hakuwa na pesa ya kuonyesha Mungu, lakini cheti ambayo aliandikiwa na watu wa kanisa ya kwamba yewe ni mtu ambaye anatowanga fungo la 10. Hiyo tu ndio alionyesha Mungu. Na alipoonyesha Mungu akastuka, chombo chao imekuwa imeanguka kwa maji. Na alipokuwa kienda kuingia kwa maji, Mungu akalete mawe mwamba, yani mawe kubwa. Watu hawajui mpaka siku ya leo ilitoka wapi katikati ya bahari. Hiyo tunaweza kusema ni Yesu Kristo ambaye alikuwa amejua huyu anatumikia, so nitamtumikia. Agano inasema mnitumikie na mimi nitawatumikia. Sasa akaanguka, akastuka tu, amekanyaga aje mawe kubwa. So watu wote walikuwa wanamshikilia kwa nguo ili wakanyage hiyo mawe yake. Punde si punde wakaona chombo kingine ikitembea ndani la bahari. Wakaita. Ndipo ikakuja ikawabeba, ikawatoa. Ndipo wakaponya chupu chupu. Kile ninasema, toa fungo la 10 itakutoa kwa shida, itakutoa kwa kifo, itakutoa kwa mkono ya wakora, itakutoa kwa vitu viovu, itakutoa kwa maradhi, itakutoa kwa magonjwa, itakutoa kwa hasira ya watu, itakutoa kwa madui zako. Toa fungo la 10 la Bwana, imeandikwa hivyo. Tunaendelea na kusoma. Hii tu ndio leo Mungu alinituma nayo. Hii tu fungo la 10 watu wamekataa kutoa. Watu wamekataa kutoa fungo la 10. So Mungu alinituma nikuje nikueleze, toa fungo la 10 la Mungu. Ukitaka baraka toa. Si tumesoma na wewe? Ukikula hii tunda katikati ya shamba hii moja hii, kukufa mtakufa. Watu wamekula fungo la 10 mpaka wakakufa. Hii agano sikuisoma yote. Kuna mahali inasema ya kwamba walipomaliza kukula tunda hiyo wakabaki uchi. So utakapokuwa unakula fungo la 10 la Mungu, Mungu atakung'oa uchi. Utakuwa uchi, atakung'oa ubaki uchi. Mazuri haitakwako, mabaya ndio itakwako. Atakutoa uchi. Walipomaliza kukula hiyo tunda, waling'olewa manguo wakabaki uchi. Usikubali Mungu akung'oe, akung'ole nguo, yani akutoe nguo ubaki uchi. Uchi inaweza kuwa shida, uchi inaweza kuwa maradhi, uchi inaweza kuwa kifo, uchi inaweza kuwa kukosa mtoto, uchi inaweza kuwa kukosa kazi, uchi inaweza kuwa kukosa vitu zako kuendelea zinadidimia tu, aziendelee sababu umekula fungo la 10 la Bwana. Utang'olewa, utabaki uchi. Usikubali kubaki uchi. Nimeshukuru Jehova. Kumbukumbu la Torati 26 inasema ya kwamba, na itakuwa ukikisha kuingia kati ya nchi ukapayo Bwana Mungu wenu uwe urithi na kumiliki na kukaa ndani yake, agano nasema kama umeenda kwa ile nchi Bwana amekupatia. Sasa zingine ulikuwa unatafutanga kazi sana kwa nchi nyingine, sababu yule anatafuta kazi ya kwa nchi nyingine. Alafu Mungu amekuingiza kwa kazi, umerudi kwa nchi nyingine tena. Agano nasema utakapoingia katika hiyo nchi Bwana amekuonyesha na urithi hiyo nchi, usikule, ukumbuke Mungu wako, usikule fungo la 10 kwa hiyo nchi. Ikiwa Mungu alikupatia kazi, usikule fungo la 10. Sababu ulikuwa unazumbuka, ulikuwa unateseka, ulikuwa una majaribu, ulikuwa unalia, ulikuwa unakonda. Usikule fungo la 10 la Bwana. Wacha nisome agano langu la mwisho. Agano langu la mwisho litatoka kwa kitabu cha Malaki 3:10. Inasema ya kwamba, wacha nianze 6. Inasema hivi. 3:6 sinasema hivi. Kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana nanyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo.
tokeni siku za baba zenu, mgeuke upande, mkayacho maagizo za Mungu, maagizo zangu, wala hamkushika. Narudieni mimi nitawarudia nyinyi, asema Bwana wa majeshi. Lakini nanyi masema, turudi kwake namna gani? Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini nyinyi mnaniibia mimi. Lakini nyinyi mwasema, tumekuibia kwa maana gani? Mumeniibia zaka na dhabihu, nanyi mumelaniwa kwa laana, maana mimi mnaniibia mimi, maana taifa hili lote. Yule anaiba Mungu, anaiba zaka la Mungu, amelaniwa, 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 amelaniwa. Ukiwa utoi fungu la 10, umelaniwa. Hata ukitafuta nini, hata ukienda kwa waganga, hata ukishike mtu ati mtu amekuroga, umelaniwa, sababu unakula fungu la 10 la Mungu. Usile fungu la 10 la Mungu. Namba 10 inasema, leteni zaka kamili ghalani. Kamili. Kama mazao yako yametoa gunia 10 ya mahindi ama ya maragwe ama ya nini, toa 1, baki na 9. Agano nasema mulete kamili ghalani zangu, ghala ya Mungu mulete. Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula kati ya nyumba yangu. Mnajaribu kwa njia hiyo. Kwa agano zote kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakuna mahali Mungu amesema ajaribiwe. Mungu alisema usijaribu Mungu wako. Lakini kwa fungu la 10 Mungu amekubali umjaribu. Sasa niko hapa nikwambie, jaribu Mungu leo. Jaribu Mungu leo na hiyo fungu la 10 yako. Lete fungu la 10 ili ghala ya Mungu ijae na chakula. Amesema ya kwamba munijaribu na hiyo. Hakuna mahali Mungu amekubali ajaribiwe. Hakuna. Hebu soma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hutapata. Ni Malaki tu ndio Mungu amesema muleteni munijaribu naye. Tunataka leo tujaribu Mungu. Tukimajaribu tutaona kama tunabarikiwa. Tumjaribu sasa. Usichelewe, usikatae, usikwame kwa yako. Jaribu Mungu leo hii, saa hii. Jaribu Mungu na fungu la 10 lako. Utaona ikiwa atakufungulia njia. Atakupatia mazao, atakupatia watoto, atakupatia ng'ombe na kondoo, atakupatia gari, atakupatia nyumba. Sababu amesema jaribuni mimi na hayo fungu la 10. Jaribu Mungu sasa. Bibi yake ambaye alikuwa anakusumbua atarudi. Bwana yake ambaye alikuwa amekufukuza atakurudisha. Yaani vitu zote ambayo shetani alikunyang'anya, jaribu Mungu na fungu la 10 na hizo vitu zitarudi, sababu hiyo ni agano la Mungu. Mungu asemangi uongo. Asemi uongo. Mungu asemi uongo. Jaribu Mungu leo. Nimekueleza sasa, jaribu Mungu one mazao kama itakuwa. Jaribu Mungu one kama utapata madaraka. Jaribu Mungu one kama utapanda ndege. Jaribu Mungu one kama utaenda kuishi ng'ambo. Jaribu Mungu one kama mshahara yako haitaongezwa. Jaribu Mungu one kama utazaa kijana. Jaribu Mungu one kama utashika mimba. Jaribu Mungu one kama utajenga gorofa. Jaribu Mungu one kama utakuwa tajiri. Mungu anasema munijaribu. Je, unanielewa? Utajaribu Mungu sasa. Utajaribu Mungu leo na fungo lako la 10. Usikule fungo la 10 yako, utangolewa uchi. Na usipeane Mungu mabakio. Umpatie mazao ya kwanza. Kama ni msahara, chukua kwanza. Upeleke kwa Mungu. Tunataka tuombe. Mungu anasema mnijaribu, nitawapatia ile imejaa. Ukisoma hiyo ikiendelea chini, sababu ya saa imenikatisha. Sababu ya saa, jaribu Mungu, utaona zile Mungu atafanya. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kwa mwegeni baraka, hata isipo nafasi ya kutosha au la. Mungu anasema kama umemjaribu, atakufungulia njia.
za mbinguni, madirisha, mamilango. Amesema ukimjaribu na fungu la 10 atakupatia ambayo imejaa. Mahali pa kuweka kuna, hata mahali pa kuanyaga kuna. Imejaa na imerudi kujaa. Ukijaribu kupeana Mungu fungu la 10. Niko hapa nikwambie, peana Mungu fungu lako la 10 leo. Haijalishi unafanya nini, haijalishi uko wapi, haijalishi unashiriki wapi, haijalishi uendi church, haijalishi wewe ni muaji, haijalishi wewe ni mkora, haijalishi wewe ni msharati. Peana fungu lako la 10. Haijalishi unafanya nini, haijalishi uko wapi, lakini peana Mungu fungu lako la 10 leo. Uone kama Mungu atakubariki. Amesema kwa agano la Malaki 3:10 kiendelea chini, ati mnijaribu na fungu lenu la 10 na mimi nitawafungulia madirisha za mbinguni, nitawabariki, nitawapatia mali ambaye mahali pa kuweka haitapatikana. Utakubali utoe shaka lako, toa fungu la 10 leo hii. Anza, jaribu, anza kutoa, ujaribu naye Mungu, sababu Mungu ni Mungu mwema, asemi uongo kamwe. Akisema mnijaribu na fungu lenu la 10 na nitawabariki, kwa kweli umjaribu na utaona leo amekubariki. Ataanza kukubariki saa hii. Wacha tuombe. Baba mtakatifu, mfalme wa mbingu na nchi, wewe ndiye ulinituma ili nihubiri maneno la matoleo, sababu watu wamepotea, ni wapotevu, hawajui mwelekeo, hawafundishwe mwelekeo. Lakini agano inasema ya kwamba tukujaribu na fungu la 10. Sisemi kupanda mbegu Mungu, nimesema fungu la 10 ambayo imeandikwa kwa agano lako. Asante Jehova. Huyu atakapokubali kutoa fungu la 10, umbariki, umponye, umfungulie njia. Huyu atakapokubali kwanza kutoa sasa, Jehova umfanyie, toa aibu kwake. Amekubali Baba, pokea fungu lake la 10 katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Ni ambayo nilikuwa ninakuhubiria. Naitwa Askofu Nereah Mbewa. Tuko na kanisa hapa Nairobi, Makongeni, Njogo Road. Hapo Njogo Road ukifika kwa polisi Rekana, ingia kwa polisi, hiyo njia ambayo inapitia kwa polisi, enda naye mpaka mwisho, utupigie simu, tutakuchukua. Unaweza kukuja tukuendelee na kukufundisha ndani, sababu hujaelewa, tutakueleza uelewe. Ama ukuje ushiriki nasi, ama uko na matatizo tofauti, kuja. Mungu wetu ni Mungu wa kufungua. Ubarikiwe. Chukua namba yangu 0720 40 3913 0720 40 3913. Ubarikiwe. Eternal Father,